mambo ambayo yatakufanya wewe uwe mtu imara. Amen. Nani anapenda kuwa imara? Nani anasemea ajali bana wewe imara sio imara? Mungu mwenyewe ataamua. Na kufundisha mambo kwa sababu nataka uwe mtu imara na utakuwa mtu imara. Nimesema na utakuwa mtu imara. Tumejifunza tukasema hivi, naanzia pale pale ambako wanaanzia. Kama ukiwaona watu kwenye maisha haya, kuna watu wako imara sana na kuna watu wako dhaifu sana. Hapa duniani matukio yanatupata kwa usawa. Nasema tena, hapa duniani matukio mazuri au matukio mabaya yanawapata watu wote. Lakini ukiona maisha ya watu wengine, unaweza kudhani mambo yanayokupata wewe wao hayawapati, ndio maana wao wako imara. Yeye ana wazazi bana, yeye ana mama na baba bana, yeye sio yatima kama mimi, yeye amekulia mjini bana, yeye ameenda shule bana. Yani unakuwa unaangalia mambo ambayo yanakupata, unadhani kuna wengine hayawapati kwa kuwa wao sio kama wewe, kwa maana ya kuwa na vitu fulani. Lakini matukio ya hapa duniani huwa yanatupata kwa kabisa. Watu wote wanapitia mambo magumu, watu wote hupitia nyakati ngumu za kupoteza vitu, za kupoteza mahusiano, za kupoteza watu wa muhimu, za kupoteza vitu vya muhimu. Lakini wengine hata akipoteza vitu vya muhimu au watu wa muhimu, bado anakuwa imara. Mtu anaweza kupoteza kazi, mtu anaweza kupoteza wazazi, lakini bado akawa imara. Yani unajuaje yuko imara? Haijamuathiri kwenye maisha yake ya kila siku, haijaathiri mambo ambayo anayafanya. Nikana kwamba watu fulani walioondoka, vitu fulani vilivyoondoka, ukiangalia maisha yake vilivyo, wakati vipo na wakati vimeondoka, yako vile vile. Sijui kama naeleweka. Ukisema ndio nitaamini unanielewa. Sijui kama naeleweka. Yes. Lakini wengine hivi, unajua kuna mtu sio kwamba ana mchumba, ana mtu aliyedhani atamchumbia. Iko tofauti ya kuwa na mchumba na kuwa na mtu uliyedhani atakuchumbia. Kuna mtu mwingine akipoteza mtu aliyedhani ana mpango wa kumchumbia, yani alidhani. Sasa siku hizi huyo jamaa hayuko tena kwenye maisha yake, anakuwa very unstable, anayumba. Nani nilivyoongea hivyo ameshamfahamu mtu wa namna hiyo, umewahi kumuona? Cheki mikono hiyo. Hatuongelei mume Pastor Paul, wala sio mchumba, no, sio hajafikia level ya kuwa mchumba. Yani yeye alidhani, yani alivyomuona, anavyomchekea. Unajua kuna watu ambao wanapenda kuchekea watu tu, kwa kweli. Au nisingie huko nitakwaza watu, si ndio? Yani kuna mtu tu, yani kuna mtu ni kweli, kuna kijana kweli anakupenda. Mapenzi au upendo una levels. Sasa mtu mwingine kwa sababu amekuwa na mahusiano na mtu yule aliyekuwa na mahusiano, namna alivyomwanza, ndio namna ile jamaa pia. Sababu yule alimwanza kwa naye karibu, akawa anamchekea, anamsalimia asubuhi, anamsalimia mchana, anamsalimia jioni, wakiwa kanisani, tukale chakula kwa maloja, wanaenda wote. Sasa ndivyo alivyoanzaga jamaa wa zamani. Hotiari anasema asante Yesu, wa namna ile ile. Sasa huyu mtu akiondoka sasa, yani akarudia ratiba zake za zamani. Hapo mwingine mpaka anaona wivu. Huyu kijana alienda karibu, sio mchumba, anapoongea na binti wengine anakasirika.
Anasema umeanza kunichiti. Sijui kama naongea mambo yanayotokea dunia hii au naongea dunia nyingine. Nisingependa niongee mambo ya dunia ya Jupiter au sayari ya Jupiter, kumbe niko sayari ya dunia. Hivi mambo naongelea hii dunia pia yanatokea au ni kule Jupiter ambako nilihubiri mwaka juzi? Mimi usinilaumu kwamba naongea mambo ya watu, kwa sababu nawahubiria watu. Sio kosa langu. Yani anaanza kuwa na wivu siku hizi, yani mwanza kuwa unijali na nalalamika siku hizi, sio kama umeelewa? Na kwa sababu sasa anaanza kuluzi. Alikuwa shule anafanya vizuri, akiwa shule haelewi. Ameanza kuluzi. Yani ameanza kupoteza umakini. Yani ameanza kuwa unstable. Ila aliyempoteza wala hajawa mchumba wala hajawa mume, ila kuna mwingine hata akipoteza mume, hata akipoteza mke, maisha yanaendelea kama kawaida. Na ni vizuri ujue vitu ambavyo vinafanya inakuwa hivyo, kwa sababu kuna siku unaweza kupoteza. Hatuombe ile matukio ile inavyoonekana hii dunia ina matukio fulani yasiyopendeza ambao wapata watu bila kujali. Mtu unaweza kupoteza watu wa muhimu, ukapoteza wazazi, ukapoteza vitu fulani, ukapoteza masomo. Ulikuwa unasoma chuo mwaka wa pili, ukadisco. Chuo bado nakipenda, wanakuambia hawakutaki. Ambao hawakutaki tena. Hawakutaki tena. Yaani chuo hawakutaki. Wanasema hauna akili nzuri. Marafiki wa karibu, you can lose people. Lakini kuna mambo fulani mtu anakuwa nayo, kama hajayapoteza hayo, anakuwa imara bila kujali amepoteza kingine kipi. Nasema tena, kuna mambo, na haya mambo ninayokufundisha nataka uyaishi. Uvuke ngambo ya kuyaandika, uyaishi. Na yote ni ya Mungu, usichambue kama nimependa lile ni gumu. Ni yote, ni jumla ya haya yanafanya mtu anakuwa imara. Nisikie amen. Huwezi kuchambua ili upate kitu kinaitwa koka. Kuna chemical fulani lazima zote ziwepo. Ikipungua moja, hiyo sio koka, ni Azam Cola. Nasema tena, haya mambo unayojifunza yote ni ya muhimu, yote yanaenda pamoja. Usiseme umependa hili na hili, lakini hili la mamlaka, mimi damu yangu huwa haipati na mamlaka, mimi nadhani hii hapana, hii sawa. Ni yote pamoja. Nisikie amen. Tukajifunza jambo la kwanza linafanya mtu anakuwa imara. Linaitwaje? Mwangalie jirani yako afu mwambie jambo la kwanza linafanya mtu anakuwa imara ni, mwambie sasa. Hebu sema alichokuambia, hata kama ni makosa tuambie. Amesemaje? Ni kuheshimu. Jambo la kwanza linakufanya unakuwa imara kwenye maisha ni kuheshimu neno la Mungu. Wasema kipande hiki, mnawakana wenzenu. Ni lipi? Jambo la kwanza, naongea jambo la kwanza linafanya mtu anakuwa imara kwenye haya maisha. Jambo la kwanza ni lipi? Nasema ili likuingie kabisa. Jambo la kwanza ni lipi litafanya wewe, kama unataka uwe mtu imara kwenye maisha haya? Jambo la kwanza ni lipi? Ni yes, kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Mahusiano imara. Maisha ni mahusiano. Maisha ni mahusiano. Maisha ni mahusiano. Na haya mambo yote ambayo nitakufundisha ambayo yanafanya mtu anakuwa imara ni mambo ya kimahusiano. Yote ni mambo ya kimahusiano. Haya, tukaanza kuichambua jambo la kwanza. Kwa jambo la kwanza linafanya mtu anakuwa imara kwenye maisha ni mtu anapokuwa na mahusiano imara na nani? Na nani?
nataka useme na nani? Kila mtu aseme na nani? Sasa tukaanza kuchambua kipande hiki sasa. Tukaache mengine mawili ambayo tutarudia baadaye. Tukaanza kujifunza namna ya kutengeneza mahusiano imara na Mungu. Nasema tena. Mungu ni wa maana kuliko wengine wote. Wewe binti ambaye unaendekeza mchumba, uko tayari kupoteza Mungu ili umpate la ajabu, hujawaza vizuri. Mahusiano na Mungu ni ya muhimu kuliko mahusiano mengine yoyote na mtu yeyote. Kwa mtu yeyote, bila kujali yukoje, anapotaka ufanye jambo litavunja mahusiano yako na Mungu, kataa. Uwe tayari kupoteza mahusiano na mtu ili uyalinde mahusiano na Mungu. Uwe tayari kupoteza vitu kama kuvipata itagharimu kupoteza mahusiano yako na Mungu. Uwe tayari kupata F. Uwe tayari kudisco chuo. Uwe tayari. It can reach a point you have to risk. Inaweza kufika mahali itabidi uchague kuendelea na masomo mwaka wa pili baada ya kulala na lecturer, au ishi hapo muagane na chuo. Unaweza kulazimika kuchagua kusuka mabutu ubaki na Mungu, au uvae nywele za Wachina waliofariki ukiwa una Mungu. Itabidi, kuna wakati mwingine inabidi uchague. Itabidi uchague ulale kwenye chumba kimoja kidogo, au upangishiwe nyumba. Ulale kwenye chumba kimoja, choo ni cha kusafiri, ni cha shimo. Kikijaa, mwenye nyumba anachelewa kuja kuhamisha uchafu. Ukienda unakuta wadudu wamepigwa joto kali, wanatoka juu wapunge upepo. Nani mpaka hapa ananielewa? Sasa ukubali, je, uchague nyumba hiyo, chumba hicho, au ukapangishwe nyumba Sinza lakini usiwe na Mungu, umwache Mungu. Ndio maana inafika wakati mtu yuko tayari, mtu anayejua maisha anaona niko tayari nipoteze vitu vyote au watu wote ikibidi, ila siko tayari kuharibu mahusiano yangu mimi na Mungu. Ndio maana Yusufu anamuuliza swali huyu mke wa bosi aliyempenda kimapenzi, ingekuwa ni sisi ungesemaje? Zali nani? Au ungesemaje? Mbuzi kafia wapi? Au ungesemaje? Fursa sio? Lakini anasema, nitendeje uovu mkubwa namna hii nimkose Mungu? Haya ndio mambo ya kumwambia bosi anayejaribu kulala na wewe. Bosi, nifanyeje uovu mkubwa namna hii nikupate wewe nimkose? Kwa sababu haya mambo unayotaka nitakupata wewe, lakini nitakuwa nimempoteza Mungu. Mimi kwangu nikupima wewe na Mungu, Mungu ni wa muhimu kuliko wewe. Wewe ni boss tu wa hapa, na nimewahi kuishi ukiwa haupo. Nimewahi kuishi bila kazi. Mimi nimewahi kuishi bila kazi hii, na naweza kuishi hata bila kazi hii. Naweza kuishi, niko tayari unifukuze. Na haya usimwambie unaumwa, si utapona tu. Eti boss mimi naumwa, usimwambie, hata kusubiri. Boss wako ni mvumilivu, hata kungoja upone. Kwenye mambo ya wewe na Mungu lazima watu wanyoshe, na watu waga wanaambiana kama huyu dada huyu amenyooka. Ukianza michezo hii ya kusema nipe muda kafikiria, sasa unataka sasa wewe kile bosi wewe umeoa, sasa bosi wewe una mke kabisa. Hiyo sio hoja. Ni kwamba ili jambo mimi nikilifanya nitampoteza Mungu. Nyosha maneno.
Anasema unajua boss, sasa mimi kwa boss sasa nyosha maneno. Mwambie boss, naomba nielewe, mimi nimeokoka. Mimi kwangu hicho kitu siwezi kufanya. Mimi nikifanya kitu nampoteza Mungu, na siko tayari kumpoteza Mungu. Wewe sio Mungu. Wewe ni boss wa kampuni hii hapa ya kutengeneza mikeka. Ananyoosha Yusufu kwa sababu alipopima kumpata mke wa bosi, ila uko umempoteza Mungu, ailipi. Ndio maana wanasema wale vijana wa Kiyahudi, watu walioheshimu mahusiano yao na Mungu walikuwa tayari kupata hasara, si tu ya kupoteza kazi, hata ikibidi kupoteza maisha kabisa. Sasa kwani wewe ukiamua niulize swali, ukiambiwa kwamba chagua kati ya kuwa na Mungu na kifo, kama unataka kuwa na Mungu na kuua, kama unamwacha Mungu unaishi, unachagua nini? Waza kwanza basi, usiongee. Tunaongelea kile kifo kabisa cha kuzikwa. Waza vizuri, mseme tu Mungu. Nani tayari ameshawaza? Nani ambaye anataka nipatie muda kidogo awaze? Sasa waza, endelea kuwaza. Unaambiwa sasa kama utakufa mtutu hapa. Ukisema unaenda kuamini Mungu, unachinjwa. Na ukisema umwache Mungu, unaishi. Twende sasa. Unachagua nini? Ufe. Ukichinjwa sio kwamba wanakuchinja unakuwa na kidonda, unakufa. Kwa maneno utasema kifo, niko tayari kufa. Ila kifo mwenyewe akija nasema kama ndio huyu cha kufia nini? Wakati ukiwa na namna fulani ya kuwaza, kuna mambo uyawazi tena. Nasema tena, ukiwa umeshapanga namna fulani ya kuwaza, kuna mambo uhitaji hata sekunde kuwaza tena. Majibu yake unayo. Anasema Paulo, mimi kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Unasikia? Kama kweli unaamini kufa ni faida, kwani wewe sasa ukifa unaenda wapi? Una uhakika? Usiongee tu. Kwani ukifa sasa unaenda wapi? Sasa kwa nini unganganie kuishi ukiwa okay? Na je, ukimkataa Mungu afu baadaye ukampata bosi au kitu kile, afu baadaye ukafa, unaenda wapi? Haya maswali ndio majibu yake nataka uelewe, sababu wengi wenu majibu yake hamna. Ndio nimeshangaa, kumbe kumbe. Kwa nini wenzetu wa imani nyingine kuna mambo wala hawajadili? Wanaamini. Ila ni uongo, ila wanaamini. Huwezi kumtisha mjahidina eti utamuua, humtishi. Kwake kufa ni kumwacha sehemu akapewe thawabu ya wanawake mabikira, na wanaelezewa wako ngapi? 7:40. Ni kati ya 7 mpaka 40. Kuanzia 7. Wana macho kama vikombe. Yes. Kwa nini amwache Allah kwa ajili ya binti una macho kama kikombe? Yuko tayari kufa, yuko tayari kufia mama anaamini. Ila sisi we are very weak. Hatuna sana uhakika. Sisi hatuna conviction. Kuna kusoma neno, kuna kusikia neno, kuna deep conviction. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kusoma Biblia ukasema okay, mimi nikifa kwangu kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Hapo umesoma neno. Unaweza kusikia mahubiri, haleluya, ukifa na Yesu unakwenda mahali pema peponi, haleluya. Ukasimama ukasema amen, ukaniletea na sadaka.
Hiyo sio conviction. Mpaka hapo una conviction, unaweza kutu ni changamko. Ni changamko tu la mwanadini. Ni changamko ni changamko la kilokole. Umesisimuka kama mtu aliyepata Coca-Cola. Sisi hatuamini vitu vingi sana ambavyo vimeandikwa, hatuamini. Ndio maana ikifika ukabano kwenye kona, kwa sababu kama kweli unaamini hivyo, kwa nini sasa umwache Mungu kaolewe? Kama kweli. Sababu hapa sasa ataongelea kifo, tumongelee vya chini. Sio kifo, ni ndoa. No, kama ni kweli, tujiulize maswali kama ni kweli. Ni uwezi kumkuta binti wa Kiislamu yule mwenyewe kabisa eti akubali kuolewa na Mkristo. Anakubali? Atakubali? Kafiri. Akupeleke wapi? Akubali. Ila mabinti zetu sisi anasema ni dongo ndio ninaolewa, ni dongo. It is because we don't believe. We don't believe. Watu wanaambiwa wasujudu sanamu. Anayewaambia sio katibu kata. Anayewaambia ni rais anatawala dunia yote. Ila wao wanaamini akisujudia sanamu hii amemkosea Mungu. Wanasema mfalme, sisi kwa kweli hatuna haja. Na tangazo limetoka, wamelisikia. Tangazo wamelisikia, lakini watu wote wakainama, wenyewe wamesimama tu. Wakaitwa kwa mfalme, wakasema sisi hatuna haja kubishana, usitupatie nafasi ya pili, tuko tayari. Mungu tunaye mtumikia wako nchi ya ugeni, ofisi za watu, lakini Mungu wao ni wa thamani kuliko mfalme wa nchi. Mungu wao ni wa thamani kuliko kazi wanafanya. Sio kwamba wakikataa kusujudia sanamu watapoteza kazi. Watapoteza maisha. Lakini sema no problem. No problem. We take it. Wewe tu ile tu njaa tu siku moja tu, njaa tu. Ni njaa siku tu. Sio njaa siku moja tu. Chips. Yaani wewe ni chips na broiler. Sio kuku wa kienyeji, broiler. Kidali. Umeshafanya sex na mwanaume sio, yani you are just cheap. Wewe ni mwepesi mno. Wewe ni mwepesi, ni njaa sio ya siku, ni njaa ya mlo mmoja. Ni wigi. Kwa nini usinyoe upala? Ukawa na Mungu wako, si ndio? Kama niko tayari, kama sina hela kusuka, nitanyoa upala kabisa. Nitanyoa upala kabisa. Yaani ule upala wenyewe ambao ni mafuta tu. Ni kwa sababu we don't believe deep in our hearts kile ambacho tunakisema kwenye mazingira rafiki. Kwenye mazingira hatukiamini kwa undani kile ambacho tunakisema kwenye mazingira. Hapa si mazingira rafiki. Kifo na Yesu, we ni mwache Yesu ende kwa ni uwe. Ila kifa kiingia, sema umesemaje? Akasema kumbe ni wewe. Mahusiano imara na Mungu. Kwa jambo la kwanza tumejifunza mambo matatu. Jambo la kwanza tutafanya uwe na mahusiano imara na Mungu ni nini? Kuheshimu neno lake. Jambo la pili nini? Kuheshimu mamlaka ambayo Mungu ameweka juu yako. Ziko mamlaka Mungu ataweka juu yako. Maisha duniani yamejaa mamlaka. Jambo la tatu siwasikii? Sikusikii? Kumtumikia Mungu.
Sasa leo naingia jambo la 4 very briefly kwa sababu muda wetu. Nitaongea kwa kama sasa hivi. Afu nitamaliza. Jambo la 4. Jambo la 4 ambalo linafanya unakuwa na mahusiano imara na Mungu. Jambo la 4 ni kuwa na desturi ya kuomba. Desturi ya kuomba. Sijasema kuomba, nimesema desturi. Kwa kawaida watu wenye ni kitu gani kinafanya watu wawe na mahusiano ya karibu sana? Tuongee watu. Nani hapa ana mtu ambaye huyo mtu ana mahusiano naye ya karibu sana? Kitu gani ambacho umefanya mpaka umekuwa na mahusiano ya karibu sana na mtu huyo? Nini? Mawasiliano ya nani ambaye ana rafiki yake karibia kila siku anawasiliana? Watu mna marafiki hapa. Hivi unafahamu huyo ambaye umesema ni rafiki yako wa karibu? Nione kwanza mikono. Nani ambaye ana rafiki yake wa karibu huwa wanawasiliana mara kwa mara karibia kila siku? Kasoro watu wachache tu ambao wenyewe wana la jeshi la mtu mmoja. Hivi unajua huyo mtu ambaye una mahusiano naye ya karibu, ukiacha kuwasiliana naye hata kama hamjagombana, mahusiano yanapotea. Unafahamu hivyo? Hata kama hamjagombana. Nani alikuwa na marafiki wakati wako sekondari, siku hizi sio rafiki zake? Mligombana nini? Mligombana kitu gani? Kiliachwa kufanywa mawasiliano. Basi ni hicho tu. Kuna watu mlivyokuwa chuo ndio walikuwa best friend, unampost yes, ndio. Siku hizi hata hujui yuko wapi, na hata akiolewa hakuletei kadi. Na hata pia ukiolewa, ukichumbia, umwambie, atakutana na kitu status. Si ndio? Mmegombana nini? Hamnijibu. Mmegombana nini? Hamjagombana, lakini hamuongei mara kwa mara. Mungu naye vile vile. Kuomba ni kuongea na Mungu. Nataka ujue kipi unapoteza kama hauongei na Mungu. Mtu yeyote huwa anaomba akiwa na shida, hawezi kuwa na mahusiano imara na Mungu. Ni sawa na hivi, waza una mtu ambaye anakuja kwako akiwa tuna shida. Ambia, kaka, kodi yangu imeisha, nisaidieni jamani, niko transformed. Ambaye ukaende vizuri, nisaidieni jamani, mnichangie. Kweli transformed, mnamchangia, mnampa 30, sababu kodi yake na mwezi huu. Baada ya kumchangia hamuoni tena mpaka tarehe nyingine 30. Nakwambia, mchungaji, unanikumbuka bwana, saidia bwana, kodi imeisha, saidia sana, kodi imeisha. Unampatia tena. Ukimpatia anapotea tena. Huyu mtu kweli mtakuwa naye mahusiano imara? Na watu hawajui, ukijenga mahusiano imara na mtu, kuna vitu hata usipomuomba anakupatia. Waga ni hivyo. Cha pili, ukijenga mahusiano imara na mtu, ndio sasa ukianza, ukiwa na uhitaji ukamwendea, yuko tayari aache vya kwake akufanyie wewe, si ndio? Iko vile. Sasa watu wengi hawajui nguvu ya mahusiano. Ndio maana watu wengi
kwa sababu hajui nguvu ya mahusiano, yeye anataka vitu kabla ya kujenga mahusiano. Sio hivyo. Yaani yeye ni kama hivi. Wako watu hapo mwako mnaoa, si ndio? Si ndio? Amnijibu, si ndio? Oh. Moses, wewe ndio useme injili. Ndio kulenga wewe. Kuna watu mwaka huu wanafunga ndoa, au ni mabinti wanaolewa, au ni vijana wa kiume wanaoa, si ndio? Sasa kuna baadhi yao hawana mahusiano mazuri na watu. Hana mahusiano mazuri, ila atataka mumfanyie vitu hivi kwenye harusi yake. Nani anapenda kuvijua? Cha kwanza, mchange. Na cha pili, mje muwepo, mjae. Maisha yako hivyo. Eti siku anasema baba nitangazie Jumapili naoa. Watu hawaji kwa kuwa wametangaziwa na baba. Watu wanakuja kwa kuwa wana mahusiano binafsi na wewe. Watu sio kwamba ukiona mchango watu wanasumbua usiwaze hawana hela. Haijawahi kutokea watu hao wasiwe na hela. Wewe huna mahusiano na hawa ndio akifunga ndoa ni shughuli hasa. Ndoa ni ngumu, yaani mambo ni magumu. Kila nini mshika kama nitatoa na vipi nitatoa? Bado siku nyingi bwana, bado siku nyingi bwana. Mpaka inafika siku yenyewe ndio leo mchango ni 600,000. Ila hadi 700,000. Watu hawatoi. Na hata ukisema basi umeshalipia ukumbi watu waje, watu pia hawaji. Watu hawajui nguvu. Ni kama tu hivi yani. Huko kivyako vyako wewe ni kijana wa kanisani, kivyako vyako you are just on your own. Alafu ujui ambapo itakuathiri siku ukiwahitaji watu. Utasema hapa kanisani watu wana upendeleo. Watu hawakufahamu. Hawawezi kushangilia eti jamani. Kuna baadhi ya siku ya uchumba mpaka protocol wanazuia watu. Na watu wanapenya tu. Mtu anainama ameshapita. Yaani anafanya tukio la hatari. Yaani anacholopoka yani. Umekaa hivi. Anainama kidogo. Baadaye shanga iko mbele pale. Mtu anafanya awezalo. Anafanya kila linalowezekana apande madhabahuni. Kwa sababu huyu jamaa ni jamaa yake huyu. Ni jamaa yangu huyu. Akambebe yani. Yaani atakwepa ngome. Kwa msaada wa Bwana ataruka ukuta. Watu hawajui mahusiano yako kwenye kuongea na watu. Ongea na watu. Salimia watu. Muujiza huko hapa. Salimia watu. Mchango wako wa harusi wanao watu. Kuna watu wengine they are very isolated. Sio ukiroho hivyo. Listen. With all due respect. So ukiroho kwa wala haiwezekani mtu muda wote ukawa unaomba. Lazima kuwe na mtu muda wa kuongea na watu. Salimia la mashaka. Kwa Yesu la mashaka. Utaendelea na kuongea. Salimia. Utukufu kwa Yesu.
Wezi ameshakublock, yani ameconnect na mbingu, iko direct na mbingu. Ongea na watu. Maisha ni mahusiano. Ongea na watu. Swallow your pride. Meza kiburi chako. Ongea na watu. Ongea na watu. Ongea na watu. Nasema ongea na watu. Ndio mahusiano. Mimi siku ya harusi yangu watu kanisani wote walikuwa wote. Sasa naongea na watu wote. Sikuhitaji mchungaji sema jamani shangilieni, wanajua cha kufanya. Wanajua cha kufanya. Ila siku nyingine jamani makofi jamani, mbona mshangili jamani, mpaka unanipatia kazi ngumu. Mpaka niwatishe, usiposhangilia wewe pia harusi yako. Nasema tu ananyamaza. Kamaliza, ulisema shangilie, sio usisema kamaliza makofi. Mpaka useme tena makofi tena. Ni kwa sababu huna mahusiano na watu. Ni kwa sababu huongei na watu. Huongei na watu mara kwa mara. Hujichanganyi na watu. Wewe ni mtu wa mbinguni, kwa hiyo una shughuli na watu wa duniani. Ila umesahau unakaa duniani. Wewe ni Mungu, una vikao na wanadamu. Mimi nashangaa baadhi ya watu, yani hujui tu maisha yalivyotengenezwa, yametengenezwa tuwe na mahusiano, tuongee, tukwazane tupatane, tugombane tukwazane tupatane, tununiane tupatane, uniseme nikuseme. Mimi sitaki mambo ya watu. Watu kenao karibu wanakusema watu watakusema tu hata ukiwa mbali, mpaka tu hapo wanakusema. Yule analinga haongee mpaka hapo wanakusema. Haleluya. Kwa Mungu pia kuongea na Mungu mara kwa mara unajenga mahusiano imara na Mungu. Ukiongea naye mara kwa mara, ukifanya kuongea na Mungu inakuwa desturi, hapo ndio umejenga mahusiano imara na Mungu. Na ni kila mtu akitaka kuwa karibu na Mungu anaweza. Tofauti na watu wengine, leo ukitaka uwe karibu na rais unaweza. Ila ukitaka kuwa karibu na Mungu unaweza. Ni swala kuongelea tu. Wewe ongea naye kila siku. Kuongea na Mungu inajenga mahusiano imara sana na Mungu. Sasa maombi ni kuongea na Mungu. Na watu wote waliokuwa na mahusiano imara na Mungu ni watu ambao walikuwa na desturi ya kuongea na Mungu. Kwa mfano unamwona Musa. Ilikuwa desturi ya Musa kwenda mahali alikoweka hema, akaita hema ya kukutanikia, akawa anaongea na Mungu kila siku. Desturi ni jambo linafanywa mara kwa mara. Kwa Musa ana desturi. Kwa Musa na Mungu wana mahusiano ya karibu sana, kwa sababu kila siku wanaongea. Mtu ambaye kila siku mnaongea, namna yako ya kuwaza na yake ziko sawa, anakuathiri sana. Maisha yako hivi, usipokuwa karibu na watu fulani, unakuwa karibu na watu wengine. Mtu unayemwona kanisani hana marafiki, usidhani hana marafiki, anao. Mtu mkimya kanisani, usidhani aongei na watu, anaongea. Maisha yalivyo, usipokuwa karibu na hawa, utakuwa karibu na hawa.
Usipoongea na hawa, usiposemezana na hawa, utasemezana na wale. Ndivyo maisha ya ulimwengu wa mwili yalivyo, na pia ndivyo maisha ya ulimwengu wa roho yalivyo. Kama huongei na Mungu mara kwa mara, unaongea na mashetani mara kwa mara bila kujua. Nasema tena, ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho una shauku ya kuhusiana na wa ulimwengu wa mwili. Nataka nimalize nikuweke concept ambayo nitaendelea nayo wiki ijayo. Ulimwengu wa roho, nimesemaje? Una shauku, una nini? Ya nini? Ya kuhusiana na viumbe wa ulimwengu wa mwili. Nasema tena kama ulikuwa ujui. Viumbe wa ulimwengu wa roho vina shauku, au ulimwengu wa roho una shauku ya kuhusiana na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho una viumbe vingi tu. Hivi viumbe vingi vya ulimwengu wa roho vinatamani kuwa na mahusiano na viumbe wa ulimwengu wa mwili. Ndiyo maana sema kitabu cha Mwanzo sura ya 6 unaona viumbe wa rohoni wanafanya mahusiano ya kimapenzi na viumbe wa mwilini. Kwa hiyo kutokuwa karibu na Mungu, kutokuongea na Mungu, unatoa nafasi, unatoa mlango wa kusemeshwa na viumbe wengine wa rohoni, kwa sababu wameona wewe hauko karibu na kiumbe fulani wa rohoni wanayemwogopa. Ni kama hivi, sema ukianza kuwa karibu na watu fulani kwenye ulimwengu wa mwili, watu fulani wanakuogopa. Si kama naeleweka? Naeleweka ndugu zangu? Naeleweka? Nimesemaje? Yes, wanakuogopa. Yaani kuna watu fulani wanaamua wajitenge na wewe kwa sababu wamekuona wewe uko karibu na watu fulani. Si ndio? Si ndio? Kuna watu wanapoona kampani yako ilivyo na watu fulani wenye tabia mbaya, tayari wasingependa wawe karibu na wewe. Si ndio? Iko vile. Kadhalika pia kuna watu fulani wakiona uko karibu na watu fulani wenye tabia njema, wanajitenga na wewe kwa sababu wao ni waovu. Wao ni waovu. Anasema kwa nini walipenda giza? Nikusomea. Kitabu nitakusomea maandiko mawili. Nataka nikusomee Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Pastor Paul nisomee hapo. Yohana 3:19. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Endelea. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Soma tena sababu wengine ukoje afika. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na hii ndiyo hukumu.
ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Nuru imekuja ulimwenguni. Sawa Ila watu walipoona nuru wakaikimbia. Yaani nuru, kuna siku nuru ilikuja ulimwenguni. Nuru ni mtu. Watu walipoona nuru amekuja wakamkimbia. Kwa nini? Endelea. Na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Yes. Wala haji kwenye nuru. Matendo yake yasije yakakemewa. Kuna watu hapendi kuwa karibu na wewe, utamkemea. Mambo anayofanya yanahitaji makemeo. Na kwa sababu hapendi kukemewa, hataki awe karibu na wewe. Kwa hiyo kutokufanya mambo ambayo yanapelekea uwe karibu na Mungu, umetoa nafasi. Hawa wabaya wanaokimbia nuru wako wa rohoni na wako wa mwilini. Kuna viumbe wa rohoni wakiona nuru fulani imekuzunguka hawaji. Kuna mtu una kampani mbaya ila ya watu wasioonekana. Umejitahidi kuikwepa kampani mbaya ya watu wa kuonekana. Una kampani mbaya ya wasioonekana. Ndio kampani yako. Yaani mazingira yako yanagiza fulani ambao wanalipenda. Kipi kinamfanya yule mgerasi awe vile alivyo? Jibu nini? Kampani mbaya. Ana wahuni wengi. Ana wahuni 6,000. Mitaa 3. Wahuni 6,000 ni raia wa mitaa 3 ila waonekane. Ndio kampani yake. Walipoona Yesu anaenda, wanasemaje? Una nini nasi? Umekuja kututesa. Yaani ile Yesu kuja kwenye maisha ya mtu, Yesu kumsogelea mtu, wale jamaa zake wanakwazika. Ina maana kwa kadiri ambavyo unazidi kuwa karibu na Mungu kwa njia ya kuongea naye, ndio unajitenga na viumbe fulani wa rohoni wasioonekana ambao ni wabaya. It is dangerous kuishi maisha bila kuomba. Nakwambia ukweli. Dunia imejaa giza. Hii dunia imejaa giza. Na kwa kadiri ambavyo huji kwenye nuru, ndivyo unazidi kuwa mtu wa gizani. Ndivyo unazidi kupenda mambo ya gizani. Ndivyo unazidi kutoshirikiana na wenzako walio nuruni. Nisomee waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 1 hadi wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake mojawapo ya sababu inafanya baadhi ya watu wasipende kuwa karibu na watu fulani ni kwa kuwa wanaenenda gizani. Ana boyfriend. Yes, ana boyfriend. Ana girlfriend. Anaishi ghetto na binti. Na mkiona karibu anaogopa anaweza akaropoka. Mkagundua. Yes, watu wote ambao anajificha ficha, hataki kushirikiana na wenzake, ujue anaenenda gizani. Nishakwambia sasa. Ukiona mtu yeyote ambaye zamani mlikuwa naye karibu, siku hizi anajitenga, hataki tena, ujue huyu mtu ameanza kuenenda gizani. Tukienenda nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi. Yes. Mtu asikwambie eti ana muda. Hakuna mtu ana muda. Asikwambie. Huyu anayekwambia hana muda, giza likimuita anaenda.
ana muda. Watu wote wanaosema wana muda saa hizi yuko mahali. Hayuko nyumbani amelala. Hayuko nyumbani anaangalia TV. Yuko kwenye kijiwe fulani na washikaji giza kama yeye. Iko hivyo. Mtu asikwambie yeye hana muda. Huna muda saa hizi saa 4 usiku kijana. Una muda uko wapi? Vijana huwa hawalali saa 4. Kijana huwezi kulala saa 4, labda kama unaumwa, labda siku kama unaumwa. Kijana halalagi saa 4. Saa 6, saa 7, saa 8 ndo analala. Ndio vijana wako dunia nzima. Mtu akitoka kazini haendi nyumbani wewe. Vijana wenzako uliokuwa ofisini saa hizi hawako nyumbani. Wako ba, si ndio? Wako ba, wanakunywa nini? Wanzuki. Wanakunywa pombe. Wako mahali. Hakuna mtu saa hizi yuko nyumbani, labda wanaumwa. Uko mtaani tu. Toka nje pale. Sio zile taa zile. Pale kuna semina nyingine. Semina vijana. Kuna vigenge vingi tu, ukipita pale njia kwenda toka tu hapa nje pale wamekaa vijana, si ndio? Pita Sinza pale. Pita Sinza. Baadhi ya mitaa hata saa 9 mabinti wako uchi. Saa 9. Afa tu siku akiokoka anakuambia hana muda. Mnacheza kila siku anaenda kujiuza kila siku. Na baadhi yenu wakiniangalia juu. Na baadhi yenu mlikuwa hivyo. Ila kwa msaada wa Bwana Mungu ametulehemu. Mungu ametusaidia. Saa hizi uko hapa na nakuona unakuwa mtu imara kabisa. Haleluya. Yale mazoea ya kuongea na Mungu mara kwa mara yatakufanya uwe mtu ambaye una mahusiano imara na Mungu, yatakayopelekea uimara wa maisha yako. Kivipi? Kwa sababu ya kwanza, ukianza kuwa unaongea na Mungu, anaathiri namna yako ya kufikiri. Yaani namna ya mtu ya kufikiri inaathiriwa sana na watu anaoongea nao mara kwa mara. Uongo kweli? Kweli nini? Kuna watu wamnisikiliza unaongea ile kweli, nataka nijue. Nimesemaje? Namna ya mtu ya kufikiri inaathiriwa sana na watu anaongea nao mara kwa mara. Namna yako ya kufikiri inaathiriwa sana na watu unaoongea nao mara kwa mara. Kwa hiyo namna yako ya kufikiri inaathiriwa sana na Mungu kama ukiongea naye mara kwa mara. Si ndio? Namna yako ya kufikiri inaathiriwa sana na Mungu bila wewe kujua. Ukianza desturi ya kila siku asubuhi nusu saa, na kushauri anza mdogo, anza nusu saa, na inawezekana. Namna ya kufikiri ya vijana wenzetu wa Kiislamu. Natolea mfano wa Islam sababu ndio kati ya jamii yenye discipline kubwa sana ya kuongea na Mungu wao. Namna ya kufikiri ya vijana wenzetu wa umrioni wa Kiislamu sio kama ya kwenu. Kwa sababu ameongea sana na roho. Kuomba ni kuongea na roho. Ameongea sana na roho, hata namna yake kufikiria imebadilika. Anavyowaza, hawazi maisha haya. No. Huwezi kuachieve vitu vikubwa kwenye haya maisha kama unawaza maisha haya. Muislamu mzuri ni yule ambaye anajitoa mwanga. Ndio swali.
Hapa nikisema tu nikupeleke Kongo ukahubiri, utaniambia hujaoa. Anasema mimi sijaoa bwana. Wewe ndio umeshaonja utamu wa ndoa bwana. Ila ni kwa sababu ya namna yako ya kufikiri haijaathiriwa na roho. Mtu anayeathiriwa na roho, kifo hakiogopi. Haogopi kifo. Haogopi kifo. Hawa vijana wakisema ndogo ndio ambao waga, ukisikia watu wamejitoa mwanga, usiwaze ni watu wazima. Si watu wazima. Sababu namna yao ya kufikiri imeathiriwa na zile swala za asubuhi. Kila siku mara 5, kila siku. Waislamu hawaombi muda mrefu. No. Nani amekuwa Muislamu anipe okay. Alikuwa Muislamu mzuri, acha tu yule Muislamu ambaye nani alikuwa Muislamu mzuri? Alikuwa anapiga sala. Sogea hapa binti yangu apiga hili. Nataka uniambie, nitajua tu ulikuwa mzuri au ulikuwa Muislamu mbaya. Ukiwa mbaya na kurudisha. Kipi kinakufanya useme wewe ulikuwa Muislamu mzuri? Nilikuwa na swala 5. Safi kabisa. Huyu ndiye nilikuwa nakutafuta. Swala inaanza saa ngapi? Saa 11 alfajiri. Kila siku? Ndio. Na wewe kwa siku ulikuwa unasali mara ngapi? Mara 5. Kila siku? Ndio. Kila siku? Ndio. Je, ikitokea siku kuna mvua kubwa imenyesha na ina radi, bado unaomba mara 5? Ndio. Je, ikitokea kuna send off ikachelewa kuisha, labda anaolewa rafiki yako kama Glory hivi anaolewa, Glory Kiwali sijui kama yupo, au kama Monica anaolewa Monica, alafu send off ikaisha saa 7, labda ulikuwa pia ni mmoja kati ya maid wanakamati, labda ikitokea labda baada ya sherehe wanakamati wakaambiwa mbaki mkabidhi chupa, na wewe pia ukabidhi chupa mpaka saa 8 ndio ukafika nyumbani saa 8:30, bado utaenda kuomba ile asubuhi? Lazima uende. Lazima. Asante. Sasa niambie, on average hayo maombi mara moja ni kama dakika ngapi? Yaani ile saa 11 ni muda gani? Almost dakika 5. Dakika 5 tu. Yes. Dakika 5. Yaani mtu ataamka, asante binti yangu. Mtu ataamka kwenda msikitini akaombe dakika 5. Kila siku. Unanielewa vizuri? Mtu ataamka alfajiri, muda anaotumia kujiandaa unazidi muda atumia kuomba. Ila anaenda. Hasemi hivi, kwa hiyo sala nyumbani haiombeki? Lazima aende msikitini, lazima aende nyumba ya ibada. Amejengiwa discipline ya kwenda kuombea kanisani. Kwao ni msikitini. Sio muda mrefu, dakika hizi tu 5 tu, ila atafanya 5 hizo kwa kila saa dakika 5 tu. Okay, ile alfajiri 5 tu. Baada ya hapo nyingine ni ipi? Saa ngapi? Pia unakuwa mdogo, uko na kazi kabisa eh? Ulikuwa hujajiriwa sio? Umeajiriwa. Sasa kazini unafanya? Kuna sehemu unatafuta. Kazini hakuna sehemu umekuwekea. Tafuta. Uwezi kwenda bosi mimi Muislamu, tunaombea wapi? Tafuta. Kama ni chooni, nenda chooni, tafuta. Ni sala ya saa ngapi dada yangu? Saa 7. Dakika ngapi? Dakika 5. Check out ulivyo serious. Baada ya hapo saa 9. Je, kama kazini mko busy, kuna report ina deadline, haina uhusiano, anachomoka kama vile unaenda washroom unapiga sala. Hapo dakika ngapi? 7:10. Baada ya saa 9, saa 12 ya 4 hiyo. Baada ya hapo saa 2 usiku. Kila siku.
sio muda mrefu, ni kila siku, ni kila baada ya masaa fulani anaongea na roho, anaisemesha roho, kwa akili yake imeathirika. Sisi tunaomba kwa matukio, na ukiwa busy sana sema niko busy sana, sitakuja leo. Hivi mfungo tunaambia nini? Usitashiriki. Anasema yamejipanga kazi banana. Yani sisi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu wa namna fulani hivi. Yani we never serious. Ukiwa na umri huu huna consistency kwenye maombi, niambie utaijenga lini? Nipeni mawazo yenu. Kama binti mdogo kama huyo, ndio binti yangu, una watoto wangapi? Sina. Mume wako anaitwa nani? Sina. Mchumba wako anaitwa nani? Sina. Kipi kwenye maisha yao unacho? Kwa sababu inaonekana wewe mume una na una watu. Kipi ambacho unacho? Cheti cha kuzaliwa. Ana namba ya NIDA. Mwanafunzi huyu, si ndio? Anasoma chuo. Binti yangu wa university. Na siku hizi elimu university iko very loose. Usisingizie, iko loose mno. Si niwaambie ukweli, saa hizi elimu hawakazani sana kupatia elimu kwa sababu wana njia mbadala. Wanawaza robot watibu watu. Wanawaza robot ndio itakuwa rubani. Ndio maana wanakuzunguka, ndio maana unashauri uende VETA. Wewe fundi mchundo. Sasa umri kama huu, mtu akikosa consistency inatengenezwa. Kitu ukikifanya kwa muda bila kuacha ndio inaitwa baadaye desturi, inakuwa tabia. Wenzetu wa Uislamu ni kwa sababu wanaanza wakiwa wadogo, si ndio? Ulianza ukiwa na umri gani hizo swala? Miaka mingapi ulianza? Miaka 6. Miaka 6. Tangu mtu ana miaka 6 anaomba mara 5. Wewe ulikuwa unacheza kombolela. Mdako. Mwenzako anafundishwa consistency in prayer. Sasa ukisema hizi ndio uanze, inakusumbua sababu wewe una discipline ya jambo lolote zaidi ya kuchati. Sababu umeanza kuchati ukiwa mdogo. Yani hata una uwezo kwenye maombi pia simu hauwezi kwanza. Ila mashaka ya kapana mshindi. Ila mashaka mshindi. Ila mashaka mshindi. Ila mashaka. Ila mashaka. Tuko kwenye maombi. Tunasikia hapo tuko kwenye maombi. Baadaye tuko kwenye maombi. Tutakupigia tuko kwenye maombi. Yala mashaka bada. Yaani hata Mungu anaona yuko serious, achana naye huyo. Maombi ni kuongea na roho. Roho ni mtu kabisa. Ukiongea na mtu yeyote mara kwa mara, ana kitu cha kwanza utaathirika kwa kuongea na mtu mara kwa mara ni nini? Mawazo yako. Kwa sababu ukimsemesha yeye pia anakusemesha. Anaathiri sana namna yako ya kufikiri. Wako viumbe wengi sana wa rohoni ambao wanaathiri namna zetu za kufikiri. Usipowasemesha walio wema, kuna viumbe wengine wa rohoni wenyewe ni wa kujitolea, hawahitaji kusemeshwa ndio waongee, wanakuja tu vapo, wamekupenda, wanaanza kupatia mawazo. Na ndio hapo unakuta mtu namna yake ya kuwaza imejengwa kuwa ni ngome fulani nzito, sababu haongei na Mungu, anasemeshwa na viumbe vingine muda mrefu. Kama
tu. Ukiwa na rafiki mbaya mmoja anayeongea na wewe kila siku unaharibika. Je, ukiwa na lundo la mashetani na kusemesha 6,000 unakuwaje sasa? Unakuwaje sasa? Kwa hiyo nataka nimalize kama nilivyosema. Nataka nimalize. Sasa nadhani wiki ijayo tena nitaendelea kidogo. Nadhani niishi hapo. Jambo lingine ambalo yani mtu unayeongea naye mara kwa mara unajikuta anakuongoza. Unamfuata, anakuongoza. Kwa hiyo kuongea na Mungu mara kwa mara itafanya Mungu akuongoze. Yani you become very stable in this life when the one leading you is stable. Unakuwa imara kwenye maisha haya kama anayekuongoza ni mtu imara, kama anayekuongoza ni mtu mwenye akili nzuri, kama anayekuongoza ni mtu ambaye anajua njia sahihi. Unakuwa imara sana kwenye haya maisha. Yeremia 31 mstari wa 9, watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Kwa maombi. Guidance. Hata tu mimi sio Mungu wa mbinguni, ukiwa unaongea na mimi mara kwa mara, kuna makosa huwezi kufanya. Na mimi sio Mungu wa mbinguni, nitakwambia hapa usifanye hivi, hapa sio hivi. I can guide you. Ila mpaka tuongee mara kwa mara, tuongee mara kwa mara. Kama hatuongei mara kwa mara, nitakuwa na namna kuongoza ila sikuongozi kwa sababu nahitaji tuongee. Mungu anaweza kuwa na wewe lakini anakuacha unafanya maamuzi mabaya kwa sababu tu hujamsemesha, hamjaongea tu. Nasema tena nimalize. Kitu gani kinaleta instability kwenye maisha ya watu? Maamuzi yake ya leo ambayo ni matokeo ya influence ya viumbe wa rohoni. Ni namna yake ya kuyaona mambo, ni mawazo aliyo nayo, ni njia anazoziendea leo. Ni maamuzi yako ya leo yanatengeneza kesho yako. Vile ulivyo leo, hakuna kitu umeamua leo kimefanya umekuwa hivi. Hakipo hata hiki. Amnielewi eh? Mnanielewa? Vile ulivyo leo, hakuna jambo lolote umeamua leo likafanya uwe hivi. Halipo hata hili. Nani anajifahamu leo yukoje? Kasoro wachache tu ambao kama umekaa na mtu ajifahamu leo yukoje, hama kiti. Hauko sehemu salama. Na kusaidia ukimbie sehemu uliyokaa. Nani anafahamu leo yukoje? Angalie ambaye mkono hajanyosha, hama polepole, hauko sehemu salama. Sio vizuri kuwa na mtu ambaye hajitambui. Vile ulivyo leo, vile nilivyo leo, hakuna kitu chochote nimefanya leo kikafanya niwe hivi nilivyo leo, si ndio? Ni maamuzi ya kuanzia jana kuli nyuma kule. Ndio leo nimekuwa hivi. Ina maana pia kesho yako pia inaamliwa na mambo unafanya leo. Mambo unafanya leo hayaathiri leo yako. No. And this is what deceives people. Hiki ndicho kitu kinawadanganya watu. Anafanya ujinga leo na haoni madhara yoyote. Kwa sababu kile unafanya leo ni mbegu umepanda leo. Huvuni leo kaka. Sio leo. Ujeuri wako wa leo, ukorofi wako wa leo hauathiri leo yako. Leo yako iko sawa tu, ingawa umeanza mambo mabaya, ila leo yako iko sawa. Haya mabaya ni mbegu kwa ajili ya kesho yako. Kuyale mawazo yako ya leo, njia zako za leo ambazo unaongozwa bila kujua na viumbe wa rohoni kupitia kukupatia akili fulani, kukupatia mtazamo fulani, kukupatia shauku fulani, kukupatia msukumo fulani. Wanakuongoza hivyo pole pole, unachukua njia
hatua, ila ungekuwa uliomba, kuna hatua usingechukua, kuna mambo usingefanya, Mungu angekuzuia, ungekosa amani, akili hiyo isingekuwepo. Hiyo akili ipo kwa kuwa Mungu hayupo, giza limekuja. Sihitaji kuwasha taa, sihitaji kuzima, sihitaji, nikitaka pawe na giza hapa, kitu pekee nitafanya ni kuzima tu taa basi. Nikiondoa nuru, giza linakuja automatic. Si ndio? Si ndio? Nikiondoa nuru tu, giza linakuja automatic. Bahati mbaya hapa sioni switch. Ningezima tu kacha, pale pale linakuja giza. Pale pale. Kukosa nuru ya Mungu, pale pale giza. Kwa unaanza kufanya maamuzi leo, ila leo yako yaathiriki. Unaanza kufanya mambo, kuziendea njia leo, ila hizo njia leo hazikuharibu. Ni kesho, ukifika kesho, ni maamuzi ulifanya leo. Ndivyo maisha yetu yalivyo, ndivyo maisha yanavyoharibika, ndivyo maisha yanavyokuwa imara. Ni mawazo ya leo, ni mtazamo wa leo, ni shauku ya leo, ni njia za leo zinatengeneza kesho nzuri au kesho dhaifu. Lakini hizi njia zimetokana na nini? Ni mawazo. Mtu amewaza kwanza. Mungu anasema kila mwenye mwili amejiharibia njia yake mwenyewe, kwa sababu mawazo ya mwanadamu ni mabaya tu siku zote tangu ujana wake. Kwa mawazo yameharibu njia, yameanza mawazo yanampelekea mtu kuna njia unaziendea, ni matokeo ya mawazo fulani ulionayo. Lakini haya mawazo pia ni matokeo ya ushawishi wa viumbe wa rohoni. Kama ungekuwa umeongea na wa rohoni mwingine, haya mawazo yasingekuwepo, haya mawazo usingeyakubali. Umeyakubali kwa sababu ya yule uliyeongea naye, ila ungeongea na mwingine ungewaza mengine. That is how life works. Haleluya. Nimesema haleluya. Danieli sura ya 9. Andika tu, ukasome wakati wako. Mstari wa 1 hadi wa 3, alafu ukaruka ukasoma wa 20 hadi 23. Danieli anaomba. Malaika anamtokea, anasema nimekuja kwa sababu ya maneno yako, kwa sababu ya maombi yako, na nimekuja nikupe akili. Akili si ndio mawazo? Si ndio? Si ndio? Akili ni mawazo. Nikijua na ukiasikia mawazo ya mtu unasema hana akili, si ndio? Si ndio? Kwani kipi kinafanya useme huyu jamaa hana akili kabisa? Ni nini? Waga nini? Waga nini? Nani amewahi kumsikia mtu ingawa kumwambia ukasema jamaa hana akili kabisa? Ni nini? Mawazo. Sasa mawazo ya mtu unayajua kwa yale anayoongea. Mnakaa mahali, mipango yake unasema huyu kaka hana akili kabisa, ukimsikia bure kabisa. Ndio maana ukitaka watu wasijue huna akili usiongee. Ukiongea tu wanakuambia da. Akija chizi hapa, chizi kabisa, tukampatia suti, alafu tukamwambia bro usiongee kabisa, tulia kabisa. Akaja hapa na suti na tai, akaa pale. Mtasema kuna mhubiri mgeni anakuja, amevaa vizuri smart, amekaa hapa. Mtasema mhubiri mgeni amekuja, akipewa mic akasema yule kuku jogoo ametaga kawa. Alafu Putin bana amenikwaza sana. Jana mdogo anakatilia bodaboda yangu. Unajua jamaa, umejuaje na akili? Anachoongea. Nicho kiwaza. Kwa hiyo
kuna upumbavu uko ndani ya mtu ni mpaka afungue mdomo. Sasa ila ni kwa sababu hana akili. Hebu waza kama maombi yanapelekea malaika aje akwambie nimekuja kwa sababu ya maombi yako na nimekuja nikupe akili. Ile sura ya 10 Danieli pia anaomba, malaika anamwambia nimekuja kwa sababu ya maneno yako nikufahamishe mambo yajayo. Hizo si ndio akili hizo? Hizo si ndio akili? Kufahamu mambo yako, mambo ukiyafahamu saa hizi yajayo unaamua vizuri sana leo. Na utaonekana una akili sana sababu umefahamu tu mambo ya mbele. Kwani sema wewe ukifahamu leo kama mwakani mahindi yatauzwa gunia shilingi 300 na leo ni 40, unafanyaje? Kipi kimefanya unue gunia leo 40? Unakuwa nayo mengi na sio ya kula wewe. Ni nini? Umefahamu mambo yajayo. Kwani kipi? Kwani ni kipi kilimfanya Farao awe bilionea kule? Nini? Ni kufahamu mambo yajayo. Anakusanya leo nafaka, watu wengine wanashangaa huyu mzee vipi? Mbona nafaka iko tu nyingi? Anajua kuna njaa inakuja. Kwa maamuzi ya mtu ya leo ni mambo anayojua kuhusu wakati ujao. Ukifahamu, ukikunduliwa tu kesho iko hivi na hivi na hivi, unajua leo ufanyeje. Sasa hayo mambo unayajua kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, kwa mkono wa malaika. Nimekuja nikufahamishe mambo yajayo, lakini ameomba. Haleluya. Kwa maombi, prayer. Niishi hapo. Tuombe afa nikuruhusu. Nadhani tu sadaka zetu nitaomba mambo mawili. Cha kwanza nitaombea sadaka, afu cha pili nitafunga kwa maombi. Niombe kuja sadaka, alafu tutaishia hapo kwa leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, sadaka hii ni ya moyo wa kupenda, na ibariki. Huyu mtu anapoitoa na mbariki katika jina la Yesu Kristo. Neema yako iwe juu yake, umzidishie pale alipotoa katika jina la Yesu. Kazi ya mikono yake Bwana ibarikia. Asante, imekuwa hivyo na kuzidi. Pia Mungu, naomba neema yako juu ya watu wako hawa. Roho ya neema na maombi. Huyu mtu namwombea katika jina la Yesu, umpe neema ya kuishi haya tunajifunza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuishie hapo. Karibu Pastor Justin. Naomba tupige makofi kwa ajili ya baba. Basi naomba tusimame wakati baba anaondoka, huku tukiendelea kutoa sadaka. Naomba nitangaze matangazo machache. Saidie kuongeza hii mic. Naomba nitangaze matangazo machache. Majeshi, tuna jambo moja tu liloko mbele yetu ambalo ni prayer camp. Baba, nisitumie neno